Tulielezea kuna sura ambazo kwamba ni makia na sura ambazo kwamba ni madania, zilizoteremka Maka na zilizoteremkia Madina. Kwa hivyo hii suratul Nasr iliteremka Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa Madina, yani ni sura ambayo kwamba ni madania. Adadu ayatiha 3 ayati, ni sura ambayo kwamba ina uchache wa aya na ni sura ambayo kwamba ni fupi. Kwa hivyo aya zake kwa ujumla ni aya 3 peke yake. Fi hadhihi sura, katika sura kama hii, akhbara Allah ta'ala nabiyahu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na muelezea mtume wake sallallahu alayhi wasallama biqurbi ajalihi, ukaribu wa kifo chake, yani kifo cha bwana mtume kilikuwa kimekaribia katika kipindi kama kile. Wa ba'da hadhihi sana, mwaka huu wa 10 wa Hijria ulipopita, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam tufia, mtume katika mwaka wa 11 akaaga dunia, akawa ni mwenye kufa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu, yaumul Ithnain, katika mwezi wa Rabiul Awwal, mfungo 6 min sanati 11, katika mwaka wa 11 lilhijra. Na kipindi kile kana sabahu yaumul Ithnain, ilikuwa ni asubuhi wa Jumatatu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam kashafa sitra, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akanyanyuka na kufungua pazia ya nyumbani kwake, an hujratil Aisha radhiyallahu anha, katika chumba cha Aisha, na Aisha radhi za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja naye. Wa nadhara ila almuslimin, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawaangalia waislamu wa hum yusalluna salat alfajri, ikiwa waislamu kipindi kile wanaswali swala ya alfajiri khalfa Abi Bakr radhiyallahu anhu. Fatabassama sallallahu alayhi wasallam lima raahu, mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa tabasamu kwa kuwa ameona waislamu pale mujtamiina, wamekutana, wamekusanyika, ala salati wa munadhimina, waislamu wamekusanyika kwa ajili ya swala na waislamu wako katika utaratibu mzuri. Kwa hivyo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifurahishwa na hili. Wakawa pia maswahaba wameanza kufurahia, wadhannu annahu sayakhruju ilayhim, wakitarajia, wakidhania bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengine atatoka chumbani kwake. Maana yake alikuwa yuugua, mtume alikuwa akiugua maradhi ambayo kwamba yasema yanamwambia na Aisha kwamba ile sumu ambayo kwamba aliyewekewa Khaybar bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuaisi yale maumivu yake. Ndio maana wanazuoni wakasema mauti ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yalisababishwa na nyama ambayo kwamba aliyewekewa sumu na mmoja katika Mayahudi. Kwa hiyo maswahaba wakawa wanafurahi, wanaona mtume atakuja waswalisha, amepata nafuu vile. Lakini nabii sallallahu alayhi wasallam ashara ilayhim, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akawaashiria, akaonyesha kwa ishara, an atimmu salatikum, kamilisheni swala yenu, mimi sitoki. Thumma arkhas sitra, kisha kaifunga pazia kama ile. Wa ba'daha biwaqtin yasirin qubidwa sallallahu alayhi wasallam, kwa muda mchache tu uliopita bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kufa. Haikuwa nyepesi hali hii kwa vipenzi vyake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba baadhi yao walichanganyikiwa hasa, na baadhi yao walikosa ile subra. Ikawa Umar radhiallahu anhu amesimama na upanga, anasema yoyote ambaye kwamba atakayesema kwamba mtume amekufa, basi namkata na upanga wangu, kichwa chake ni halali yangu. Galia kuondokewa na kipenzi,
Kuondokewa na kipenzi si jambo jepesi, ni jambo ambalo kwamba ni zito mno. Alikuja Abubakar radhiallahu anhu akapita, amewaangalia wenzake maswahaba hali ambazo kwamba walizonazo, huyu yuko huku, huyu yuko huku. Abubakar radhiallahu anhu akaingia mpaka katika chumba alichokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa binti yake, kwa hivyo yeye alikuwa na uwezo wa kupita tu. Kaingia, alipofika ndani kumwangalia bwana Mtume, akaona kweli Mtume ndo tuacha. Akasema, tubta hayyan wa mayitan innal mauta alladhi katabahu Allahu alayka qad dhuqtahu wa lan tadhuqa al-mauta marratayn. Tubta hayyan wa mayitan, umebarikiwa ukiwa hai na hata ukiwa maiti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubariki. Innal mauta alladhi katabahu Allahu alayka, yale mauti ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alikuandikia wewe Mtume, qad dhuqtahu, tayari sasa ushayaonja. Walan tadhuqa almaut marratayn, na hakuna mtu kufa mara mbili, ni hiyo tu mara moja. Na ndio bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, innaka mayitun, hakika wewe Muhammad utakufa, wa innahum mayitun, na wote katika wanadamu watakufa, tuondoka hapa duniani. Kullu man alaiha fan, viumbe vyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema vitakwisha, vitaondoka duniani. Viumbe vitaondoka, vilivyo mbinguni wale malaika pia wataondoka, maana Mwenyezi Mungu amesema kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram, kitakachobakia ni dhati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake la yamut, hayyun la yamut, hafi Mwenyezi Mungu. Lakini maswahaba kuona hivi ikawa ni jambo zito sana kwao. Abubakar anamwambia Mtume, ndo mauti tayari ushaionja, hakuna mtu kuonja mauti mara mbili, wewe yako sasa ndio ishaisha hivi. Kisha akatoka Abubakar bila kumzungumzisha Umar, akimwangalia Umar yuko juu, hamzungumzishi. Akaenda kando, akasoma aya moja katika suratul Ali Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura hii aya ya 144, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, hakuwa Muhammad illa ni mtume na kumepita kabla yake mitume wengine, wamepita mitume wengine kabla yake. Afa imata au qutila, ikiwa huyu Muhammad leo itatokea amekufa au ameuawa Muhammad, inqalabtum ala aqabikum, je, hili litawafanya nyinyi kurudi nyuma? Litawafanya nyinyi kurudi nyuma katika imani zenu? Litawafanya nyinyi kurejea katika ujahilia kwa kuwa Muhammad amekufa? Waman yanqaliba ala aqibaihi, na yoyote ambaye kwamba atakayefanya hivyo, falan yadhurra Allah shay'a, hatumdhuru Mwenyezi Mungu na chochote. Ajue yeye kukufuru kwake na kumuasi Mwenyezi Mungu hakumdhuru Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Wasayajzillahu ash-shakirin, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tawalipa wale ambao kwamba ni wenye kushukuru, bimaana wale ambao kwamba ni wenye kutenda mema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tawalipa. Leo uende kuondokewa na mtu ambaye kwamba alikuwa akikuhimiza katika ibada. Huenda mzazi wako alikuwa yeye ndo ngangari katika masaili ya ibada, akikupeleka mbio katika masaili ya ibada. Leo akiondoka duniani, wewe ukatumba ibada zako, ukaachana tena na ibada, ukarejea nyuma, jua ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halimdhuru na kitu chochote. Kwa nini vingapi katika viumbe ambavyo kwamba vinamsabihi Mwenyezi Mungu?
Ni viumbe vingi sana ambavyo kwamba vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Hata miti mnapoiona hii, mimea, samaki baharini, ndege angani, wanamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ukiona pengine wewe ibada yako ambayo kwamba ni ndogo, ibada yako mara nyingine umwabudu Mwenyezi Mungu kwa dharau, ukaona hii ni muhimu sana, uende kumzidishia Mwenyezi Mungu katika ufalme wake. Anasema falan yadhurra Allah shay'a, haitamdhuru Mwenyezi Mungu na chochote. Sayajzillahu shakirin, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa wale ambao kwamba ni wenye kushukuru. In ahsantum li anfusikum, kitenda mema basi haya mema mwayatendea nafsi zenu, mwayatenda ajili ya nafsi zenu. Wa in asatum falaha, lakini pia ukiamua kuasi basi jua ni nafsi yako unaiponza, ni nafsi yako unaiponza. Ndugu zangu Waislamu, hapa tunapata mafunzo makubwa sana. Inkana Nabii sallallahu alayhi wasallam, ikiwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliondoka hapa duniani, faman sayabqa, nani atakayebakia katika dunia kama hii? Huyo alikuwa ni kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini ameondoka duniani akisema ala inna lilmauti la sakarat, hakika mauti yanalevya, mauti yana uchungu. Huyo ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, ni nafsi zote zitaonja umauti. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni sisi tujiandae na haya mauti, kwa sababu ni jambo la uhakika, ni jambo la uhakika. Uwe mwema, waje malaika wema kukutoa roho yako itolewe kwa wema, kama anavyoelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Bara ibn Azib. Anasema ikiwa mtu alikuwa mwema, basi wale malaika umwambia ya ayyatu an-nafsu tayyiba, nafsi iliyo nzuri, ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan, hebu toka, nenda katika msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nenda ukazipate radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika ba'da an fataha Allahu alayhi Makkah, ni baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfungulia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya fathi Makkah, kupata ule ushindi wa Makkah. Wadakhala an-nasu fi dinillahi afwajan, na watu wakaingia katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala makundi. Mbeleni walikuwa wakiingia mtu mmoja baada ya muda mrefu, lakini ikawa baada ya fathi Makkah watu ingia katika Uislamu wengi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha sura kama hii kumjuza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na ajali yake. Waqad rawa al-Imam al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, katika hadithi ambayo kwamba imepokewa na al-Imam al-Bukhari, nasema an Ibn Abbas, hadithi hii inatokana na Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema kana Umar, alikuwa Umar baada ya kuondoka bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Ibn Abbas, yudkhilni, alikuwa Umar akiniingiza maa ashyakh al-Badr, akiniingiza katika mikutano pamoja na wale mashekh, wale wazee wa Badr ambao kwamba walipigana katika vita vya Badr. Hawa walikuwa watu watukufu, wazee watukufu. Mwenyezi Mungu ametaja sifa zao katika Qur'an. Fakaannahum wajadu fi anfusihim, lakini hawa wazee wakawa wanapata dukuduku katika nyoyo zao. Ibn Abbas ni kijana mdogo kipindi hicho. Sasa Umar akiingia mikutano, basi huingia na Ibn Abbas. Sasa wale wazee au wale ambao kwamba walipigana Badri wakawa wanapata dukuduku katika nyoyo zao. Faqalu, wakawa wanasema lima tudkhilu hadha ma'na wa lana abna'un mithluhu, kwa nini unatuingizia mtoto na sisi pia tuna watoto wetu?
Nafikiri mnanifahamu. Haya yaweza kutokea. Kwa nini tuingie na watoto katika mikutano na hali ya kuwa sisi tuna watoto wetu nyumbani tumewaacha? Ingekuwa kuna haja ya kuingia na watoto, basi tungefanyaje? Pia sisi tungekuja na watoto wetu. Faqala Umar radiyallahu anhu akasema, innahu mimman qad alimtum, huyu si mtoto tu hivi hivi, bali huyu mweza kupata elimu, mweza kusoma kutoka kwake. Na huyu ni mtoto ambaye kwamba amekulia, nyinyi mwenyewe mwajua ametoka katika familia gani, amepata malezi gani. Na Abbas aliwahi kumshika Mtume na kumsomea dua, Allahumma faqihhu fi din. Mtume anamwombea Mwenyezi Mungu amuelimishe dini. Kwa hiyo Umar akawaambia huyu mweza kusoma kutoka kwake. Fada'ahum dhata yawmin, kuna siku Umar akawa ni mwenye kuwaita wazee wale, wa adkhilni ma'ahum. Ibn Abbas anasema na akaniingiza pamoja na wao. Wa ma ra'aytuhu da'ani, lakini sioni kwamba ameniita Umar yauma idhin, siku ile, illa liyuriyahu, isipokuwa nataka kuonyesha kidogo kuhusiana na elimu yangu. Faqala, akasema, ma taquluna fi qawli Allah ta'ala. Sasa Umar anawaambia wale maswahaba wa Badri, mnasemaje kuhusiana na kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hii ni sura ambayo kwamba tunayo tafsiri leo. Faqala ba'dhum, baadhi yao wakawa wenye kusema, umirna an nahmada Allah, hapa tunaamrishwa kumhimidi Mwenyezi Mungu, wa nastaghfiru, na tumuombe msamaha, idha nasarana wa fatha alaina, ikiwa Mwenyezi Mungu atatunusuru na kutufungulia. Wasakata ba'dhum, lakini baadhi yao wakanyamaza kimya kimya. Faqala Umar akawaambia, akadhalika taqulu ya Ibn Abbas. Akamwelekea Ibn Abbas, sasa yule kijana amwambia, je, hivi ndio pia wewe wasema? Hii ndio tafsiri au hii ndio sababu ya Mwenyezi Mungu kuteremsha sura hii? Anasema Ibn Abbas, faqultu la, nikamwambia Umar, hapana, mimi sikubaliani na maneno yao au sikubaliani na tafsiri yao. Umar akamuuliza, fama taqul, basi unasema nini wewe kuhusiana na sura hii? Qultu, nikasema, huwa ajalu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bali hiyo ni ajali au kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. A'lamahu Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamjuza lahu kuhusiana na mauti yake. Faqala Umar akasema, ma a'lamu minha illa ma taqul, na mimi pia sijui kingine isipokuwa kama unavyosema wewe. Tafsiri yangu pia ni vile vile unavyosema wewe Ibn Abbas. Na hii ni kuonyesha tu busara. Saa zingine si lazima itoke kwa wazee, mara nyingine kuna vijana ambao kwamba wana busara, kuna vijana ambao kwamba wana imani. Mwenyezi Mungu akitutajia fitia katika suratul Kahfi, wale walikuwa ni vijana. Tena Mwenyezi Mungu anasema, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Hawa ni vijana waliomwamini Mwenyezi Mungu, kwa hivyo sisi tukawazidishia uongozi, tukawazidishia uongofu. Tukimwangalia Usama ibn Zaid, huyu ni sahaba ambaye kwamba yuko takriban miaka 22. Rasul sallallahu alayhi wasallam anamchagua kuwa yeye ndo amiru jeshi, yeye ndo komanda wa jeshi ambalo kwamba jeshi hili ndani yake yuko Abu Bakar, ndani ya jeshi hili yuko Umar, ndani ya jeshi hili kuna maswahaba wakubwa. Lakini Rasul sallallahu alayhi wasallam amemchagua Usama ibn Zaid kuwa kiongozi wa jeshi kama lile, mpaka ikafika mahala
wenyewe wakawa wanaona sasa itakuwa vipi, mbona kijana mdogo kama huyu? Na alipokufa mtume, manake lile jeshi halikutoka, mtume akafa. Sasa Abu Bakar akasema ni lazima ni accomplish lile ambalo kwamba mtume alilolianzisha. Akamuita Usama na mwambia kusanya majeshi yako kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alikukomanda. Kabla ya kutoka, maswahaba wakamfuata Abu Bakar, Umar, na mwambia hauoni inatia dhiki kidogo, huyu ni kijana mdogo, mbona aongoze jeshi? Abu Bakar akamwambia siwezi kubadilisha kitu ambacho kwamba alichokuwa amekianzisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fadhila ndugu zangu Waislamu, lakini wako wengi tu katika vijana ambao kwamba walionyesha ubora wa ujana wakiwa vijana. Ali radhiallahu anhu anaslimu akiwa na miaka 10, wanazuoni sema ima takriban miaka 8 mpaka 10. Ali ndo anaingia katika Uislamu kipindi kile, na ni kipindi ambacho kwamba ni cha taabu, ni kipindi ambacho kwamba ni kigumu, lakini kijana huyu ameamua kufuata haki licha ya mazito yake na matatizo yake. Isitoshe amekwenda Ali hajakaa vizuri takriban miaka 22. Kunatokea hujum katika nyumba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale Makkah. Wameketi wazee katika Darun Nadwa, Abu Jahal kiongozi wao, na Ibilisi pia akahudhuria katika kikao hichi. Anatoa fikra Abu Jahal, anasema Muhammad ametuchosha, kwa hiyo tuchague kila kijana katika kila kabila, tumpatie panga, ende katika nyumba ya mtume, wamgoje, wamvamie, kila kijana mpige panga moja. Hapa kabila lake halitaweza kupambana na makabila yote, kwa hivyo watachukua dia, tutawalipa na hiyo itaishia hapa. Maana walikuwa wamepanga toka mbeleni kumuua mtume, lakini inashindikana kwa sababu Waarabu walikuwa na tabia ya kulipizana kisasi. Sasa kila yule ambaye kwamba atakayefanya hivi basi alikuwa atakuwa na kabila lake mtume. Kipindi hicho wakawa wamepata nafasi sasa ya kufanya nini? Ya kuvamia. Wameondoka vijana, wametayarishwa na mapanga yao, wamekwenda mpaka mlangoni wa bwana mtume. Hawajui kwamba Mwenyezi Mungu anawaambia wa asirru qawlakum aw ijharu bihi, nyinyi pangeni mtakapopanga, iwe ni kwa siri au kwa dhahiri. Innahu alimun bi dhati sudur, Mwenyezi Mungu ashayajua mnayapanga, yajua yaliyomo nyoyoni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akamtuma Jibril anamwambia inna lailatal hujum, huu usiku wa leo ni usiku wa uvamizi. Abu Jahal amepanga uvamiwe katika nyumba yako. Fala takum fi firashika, usilale katika malazi yako, usilale katika kitanda chako. Rasul sallallahu alaihi wasallam anamfuata Ali ni kijana wa miaka 22 kipindi kile. Namwambia Ali, na kuchagua lala katika malazi yangu, kuna 1, 2, 3, na usitishwe na yoyote, hawatakudhuru na lolote, lakini ni lazima tuwababaishie, tuwajuze kwamba wao hawana elimu ya kila kitu. Kwa hiyo Rasul sallallahu alaihi wasallam anamwacha Ali na anampatia amana, namwambia hii utampatia mtu fulani, alinipatia nimwekee. Na miongoni mwao ni wale ambao kwamba wanataka kumdhuru, walikuwa wakimwamini, wanamwamini kwamba yeye ni mwaminifu, ukimpa kitu ni lazima utakipata. Rasul anamwambia Ali, chukua hii, mpatie mzee fulani, hii ni amana ya mzee fulani, mimi nafanya hijra nenda Madina. Kwa hiyo Ali ameingia katika kitanda cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika riwaya tunasema
lile jeshi la wale vijana Mtume alilipita, walibebwa na usingizi, Rasul akitoka. Ikawa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka, amewaacha pale. Baadhi riwayat nasema akawanyunyuzia hata mchanga Mtume. Yani hii ni idlal, kuonyesha Mwenyezi Mungu ndo mpangaji, si nyinyi. Wakigutuka wanampata ni Ali yuko kitandani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innahum yakiduna kaida, hakika hao maadui zao yakiduna kaida, watafanya vitimbi, wanapanga kila njama. Wa akidu kaida, lakini mimi na mimi napanga njama. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kwa hiyo huyu Ali pia naye alikuwa kijana, na bado tunaonyesha umuhimu wa kijana akijua haki, umuhimu wa kijana anapokuwa katika toa, anapokuwa katika usawa. Amekwenda Madina baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra. Ali radhiallahu anhu pia naye alikuja Madina, katika watu wa mwisho kuingia Madina ni Ali, kwa sababu alikuwa na amana za watu akizirudisha. Hajakaa sana, kumetokea vita vya Khaybar. Katika vita vya Khaybar ilikuwa ni kuadhibu Mayahudi kwa kuwa wamevunja mkataba walioandikiana na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wanashirikiana na maadui ili kumpiga vita Mtume. Sasa wamekwenda Khaybar, kulikuwa na ngome kubwa, kuna gate ambayo kwamba Waislamu wameshindwa kuingia katika gate ile. Rasul sallallahu alaihi wasallam kila wakijaribu inashindikana, wanarudi. Kila wakijaribu inashindikana, wanarudi. Akakaa Mtume anasema la urtiyanna raya, nitampatia bendera rajulun, mtu ambaye kwamba yuhibbu Allah, anampenda Mwenyezi Mungu, wa yuhibbu Allah, na Mwenyezi Mungu anampenda. Mtu mgani? Wote katika maswahaba walikuwa wanatamani. Kwanza Umar anasema ma tamannaitu al-imara, sijawahi kutamani uongozi illa fi dhalika al-yawm, ile ndio siku ambayo kwamba nilitamani iwe ni mimi nitachaguliwa, ndio niwe nampenda Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yanipenda. Rasul sallallahu alaihi wasallam kesho yake anampatia bendera Ali. Hapo Ali takriban miaka 28, hata miaka 30 hajafikisha Ali. Anapewa bendera, anaambiwa tufungulie Khaybar, tufungulie hili ngome la Mayahudi. Na katika riwaya yake inasema Ali alikuwa na shida ya macho kile kipindi. Rasul sallallahu alaihi wasallam akamsomea dua. Amekwenda Ali, wamepambana. Nasemekana kuna mlango ambao kwamba aliuvunja Ali, Waislamu wakaweza kuingia, na akatumia ule mlango kama shield, kama ngao. Baada ya vita kuisha, walikuja watu wanajaribu kuunua ule mlango, lakini hawakuweza. Angalia Mwenyezi Mungu ni kazi yake, alikuwa amempatia Ali nguvu, ima ni katika kipindi kile cha vita au ni miongoni mwa watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amewapatia nguvu. Katika vita siku zote kuna miujiza ambayo kwamba hutokea.